Na kukaribisha tena mtazamaji, tunaendelea na habari kwamba Jaji Mkuu David Maraga amefichua kuwa hatua za kiteknolojia zilizopigwa na idara ya mahakama kama vile kusajili kesi mtandaoni huenda zikalemazwa pakubwa kutokana na ukosefu wa fedha katika idara hiyo. Aliyasema hayo katika uzinduzi wa mpangilio wa utendakazi katika idara hiyo, ambapo aliendelea kulalama kuwa vizuizi vya kupiga idara ya mahakama jeki kifedha na kupuuzwa na matawi mengine ya serikali kunaathiri vibaya utendakazi wa idara hiyo. Unless we have sufficient financial support, that ICT system will collapse. And it will be devastating if we don't have that. Without corresponding facilitation and both financial and human resources, continue talking about backlog. That the overall case clearance rate for the judiciary improved from 88% in the year 2016-2017 to 97% in the year 2018-2019. When we go on record openly criticizing the judiciary, at the core of our intentions is better service and access to justice. Zaidi ya wanafunzi 500 kutoka shule ya msingi na ile ya upili ya Lugulu pamoja na wasichana wengine kutoka maeneo jirani wa shule hizo katika eneo bunge la Webuye Mashariki wamepokea visodo kutoka kwa shule ya upili ya Lugulu kama njia moja ya kupambana na mimba za mapema miongoni mwa wasichana wadogo. Mike Kagongo anakamilisha ripoti hiyo. Akizungumza baada ya kutoa sodo hizo, naibu mwalimu mkuu wa shule ya Lugulu Jen Ngichabe amehoji kuwa wameamua kupeana sodo hizo ili wanafunzi wasiojiweza wakome kupokea hela kutoka kwa wanaume. At the moment we are having so many problems, like in our county, quite a number of our girls are getting pregnant at a very tender age, which is not so good. Some of them claim that they do that just to get what we are giving you today. Those are the sanitary towels. Girls, what I want to tell you this morning is that to love yourself more. Love yourself. When a boy tells you he loves you, tell him you love yourself more. Because as he tells you he loves you, he's telling other 10 girls. So kindly know how to take care of yourselves. Wamewataka wanafunzi hao kutii sheria za afya na kuhoji kuwa wale watakaolemewa kupata sodo hizo siku zijazo watapata usaidizi zaidi. And if you have no sanitary towels, reach out to us. And you have no sanitary towel, I can always go out of my way to buy you a packet or two, so that you don't just be misled by boys because you want them to buy you a packet of sanitary. Also remember to read some storybooks, right? Yes, but you don't begin by reading storybooks. You begin by doing some housework. You can even dust the wall. You can dust the windows. And then finally you read a storybook. Kwa upande wao, wazazi pamoja na wanafunzi wamesifia hatua hiyo na kusema sodo hizo zitawafaa zaidi kipindi hiki wako nyumbani kutokana na virusi vya corona. Hakika wazazi wengine hawajiwezi, wanapata shida sana kununulia msichana, na hata msichana anapokosa ndiposa anaanza kuhangaika. I want to thank the teachers for helping us with the sanitary towels. We are going to make sure we prevent what you have told us. For this time, I want to thank the government for what it has done for us. It has given us the sanitary pads. Many of us, it was a challenge. But by the government doing this, it has enabled us to be relaxed. Many of us, we are running to our boyfriend telling us, assist us with only 100 shillings so that we can go and buy sanitary pads. But what the government has done for us, it has really helped us to settle. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiarifia TV Magharibi, mimi ni Mike Kagongo.
Wizara ya Afya imeidhinisha makisio ya idadi iliyopunguzwa ya maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19 na taasisi ya utafiti wa madawa nchini KEMRI, ambayo inapendekeza kuwa takriban Wakenya milioni 1.6 wako kwenye hatari ya kuambukizwa virusi vya korona na wengine wameshaambukizwa virusi hivyo. Awali utafiti wa KEMRI ulionyesha kuwa watu milioni 2.7 walikuwa kwenye hatari ya kuambukizwa, japo kwa sasa taasisi hiyo inasema kuwa kupunguzwa kwa idadi hiyo kumetokana na ongezeko la vipimo vya sampuli kila siku. We said that there were about 2.7 by extrapolation, 2.7 million Kenyans who have been exposed to the virus was based on a limited number of samples. Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo nafika tamati ya kukutaarifu mchana wa leo na kutakia Ijumaa njema, na washukuru wote waliofanikisha kuzalishwa kwa kipindi hiki cha habari, akiwemo mwelekezi wangu Ivan Soundo pamoja na mpambe wangu Sali Kina, na kutakia mchana mwema. Ila usikose kuungana naye Nanzi Chanji itakapotimu saa 2 usiku akikuletea habari nyingine kiutendeti. Jina langu ni Edwin Khisa. Kwaheri.